Yes, habari gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyetu vya JPTV habari za hakika. Mimi ni Dr. Almasi. Ni muda mrefu hatujakuletea habari mbalimbali kutokana na shughuli zingine za kiserikali. Kwa hiyo leo nimekuletea habari 3 au 4 hivi. Nianze na habari ya kwanza ni kumhusu Diamond Platnumz ambaye amezindua sabuni zake za Wasafi. Ana ameongea mengi sana kuhusiana na sabuni hizo, na alisema kwamba kabla hajazindua sabuni hizo mwaka jana alishazileta na alishaziingiza sokoni na akaziuza, na alifanikiwa kuuza kontena 30 za sabuni. Kwa leo rasmi ameamua kutoa ya moyoni na kuzindua rasmi sabuni za Wasafi. Tumsikize kidogo. Mpya kutoka Wasafi mengi kama wote sasa inapatikana Tanzania nzima. Nataka nikuambie ukweli kabisa, jambo hili ama bidhaa hii ni matunda ya uongozi mzuri wa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya kabla ya kutambulisha rasmi, kwa sababu mpango rasmi ulikuwa kutambulishwa mwaka jana. Hauwezi kuamini Mheshimiwa Waziri, tumeziweka sokoni. Ile kuweka sokoni tu ndani ya wiki moja, less than wiki moja, mzigo wa kontena 30 ulikatika na hatujatangaza popote. Tumerejea. Bwana, nisome comment 2-3 za watu baada ya kumsikia Diamond amezindua sabuni zake. Kuna mtu anaitwa Biga 99 anasema kwamba huyu jamaa akiamua kuwa na kiwanda cha bidhaa muhimu sana duniani atafanikiwa sana, maana jina tu linatosha kuuza bidhaa hizo hapo. Mwingine anasema anaitwa Baba Harvey anasema kwamba huyu jamaa Mondi misemo yake huwa anaielewa sana. Ni kweli huu muda wa Samia ni kufanikiwa, kama alivyosema kwamba kama usipofanikiwa kipindi hichi cha Mama Samia basi hautafanikiwa tena. Mimi ni Dr. Almasi. Habari ya pili ni kumhusu rais wa TFF Karia ambaye amewaandalia iftari Taifa Stars huko Tanga, na alikuwa na machache ya kushare na wakazi wa Tanga. Tumsikize kidogo alafu nikusomee comment hapo za mashabiki. Kwa hiyo kuja kwetu Tanga hapa, tunaomba wanatanga mfanye dua zenu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwezesha hapa hawa watakapokuwa Morocco waweze kupata ushindi wa kuweza kuingiza mguu mmoja kombe la dunia. Nazungumza hivyo kwa sababu baada ya mechi ya Morocco tuna mechi 2 hapa nyumbani na Zambia na Niger, ambao mechi za kwanza tulishacheza tukawafunga kwao. Kwa hiyo tunatakiwa tucheze nao hapa baada ya mechi hiyo. Haya, nisome comment za mashabiki hapa. Mmoja anaitwa Gogora Boko anasema kwamba hongera sana rais wetu wa TFF, chapa kazi mkuu, wanadamu hawakumbuki wema, piga kazi, tunakuelewa sana na kazi zako. Lakini kuna mtu anaitwa Sitandaki anasema huyu jamaa mbona ni tapeli, hata sura yake inajieleza. Haya, mashabiki wengi sana wamejitokeza kwenye komenti na kuongea mambo mengi sana, na moja ya komenti ambazo wameongea ni kumtaka Karia ajiuzulu rais wa TFF. Wamemtolea maneno ya ovyo sana. Hii naamini ni baada ya ile mechi ya Simba na Yanga kuahirishwa, kwa hiyo imezua mambo mengi, na ukiangalia mpaka leo hii bado mashabiki wana vinyongo, bado wanamtaka rais huyo wa TFF ajiuzulu, na wengi wameiombea Tanzania mabaya kwenye comment kama unavyoona. Mwingine amesema Tanzania ifungwe 5. Mwingine ametoa comment ya ajabu kasema kwamba hata kama Morocco akicheza mfumba macho Tanzania hatiwezi. Hii ni kutokana tu na rais wa TFF Karia. Sijui alichokifanya, mimi mwenyewe sijui, lakini nimesoma comment nimesikitika sana. Lakini niwaambia kama Tanzania tuwe na uzalendo na nchi yetu. Taifa Stars inaenda kucheza na sio Simba na Yanga. Tuache utimu pembeni. Sasa hivi tushike bendera ya Tanzania kwa ajili ya kuitia moyo Taifa Stars. Mimi ni Dr. Almasi. Uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa mwaka 2025 utafanyika mkoani Pwani huko Kibaha, na mkuu wa mkoa wa Kibaha Abubakari Kunenge alikuwa na haya kusema, na vile vile alitoa ufafanuzi maandalizi aliyoandaa
kwa ajili ya upokeaji wa mwenge na uzinduzi wa mwenge kitaifa. Zaidi ya watu 10,000 wanatarajiwa kupokea mwenge huo wa uhuru mwaka huu. Tumsikize kidogo. Tumekuwa na maandalizi na kimsingi zimebakia siku 11 za maandalizi ili tarehe 2 tuweze kufanya shughuli yenyewe. Tumeanza na matayarisho ya uwanja. Huu uwanja kwa kweli umekaa sehemu nzuri, uko sehemu nzuri ambapo ni rahisi kufikika, lakini tumeangalia kuboresha. Kwanza tumefanya maboresho ya uwanja wenyewe kwa maana pitch, kwa sababu inatakiwa tupate pitch yenye majani, na mnaona majani yameota vizuri kabisa. Lakini inatakiwa tuwe na uwanja wenye runway, hii njia ya pembeni ya kukimbilia. Mnaona njia ipo, tumeiboresha na tunahakikisha haitakuwa na tope, tunaweka crash dust na kushindilia vizuri, itakuwa kama vile. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyetu vya JPTV, habari za uhakika. Nije na kitu cha mwisho kabisa, ni kuhusiana na wale wapenzi wa filamu, na kuna wapenzi wa filamu nimepitia katika mitandao. Kuna movie inaitwa Last Chance kwa wale wapenzi wa movie za Bosi Mchawi. Wamekuja na malalamiko mbalimbali. Mimi kama director Almasi nimefuatilia, nimeona kwamba Last Chance wanalalamika ni kwa nini ile series imeishia kipande cha 8. Inaonekana kwamba labda kuna misunderstanding kati ya RK pamoja na Bosi Mchawi, kwa sababu movie hiyo tukiangalia mpaka leo ina muda mrefu na imeishia kipande cha 8. Katika akaunti yake ya Chinga Media, ambaye huyo Bosi Mchawi yeye ana subscribers 576, na movie zake zimekuwa zikifanya vizuri sana na series zake zimekuwa zikiwa na watu wengi sana, ukiachana na Cram Vevo ambaye alikuwa ana uwezo wa kupata views milioni 1 kwa clip moja, lakini walikuwa anafuata ni Bosi Mchawi ambaye naye alikuwa na uwezo wa kupata views milioni 1 kwa muda mchache sana. Ni mafanikio makubwa katika mitandao ya kijamii, lakini leo hii ghafla sijui nini kimetokea, watu wameanza kulalamika. Wamekuja na series nzuri kabisa ambayo ilikuwa inatutangaza kimataifa, inaitwa Last Chance. Wameshuti kipande cha kwanza mpaka kipande cha 8. Mwezi mzima hawajatoa chochote, wamekaa kimya, hawajaongea chochote. Mashabiki wametoa mapovu, wanaongea kisa ni nini. Leo hii naingia kwenye kumbuka katika ile series ya Last Chance kulikuwa wamekodi ndondo kutoka kwa Duma Mnyama, tunaita ndondo, amekodi ndondo kuja kuchangamsha kidogo. Lakini baada ya pale Duma Mnyama na wasiwasi aliingia tamaa na kuamua kumegua wasanii pale, akammegua RK na kumpeleka kwenye chaneli yake ya Duma TV na kwenda kuanzisha naye series mpya kabisa inaitwa Time of Love, ambao kwa sasa hivi ndio series inafanya vizuri kabisa katika mitandao, katika chaneli yake ya YouTube, na inamuingizia views nyingi sana. Washauri wa wasanii ambao wanaanzisha channel za YouTube na kutegemea watu kuandikia hizo filamu zao, wawe makini nao, maana hata maandiko yanasema usimtegemee mwanadamu. Nimeona kwenye series kibao hapa Bongo ambayo kwa mfano nikiangalia Chumvi Nyingi, naye pia alimtokea haya baada ya movie yake moja kuandikiwa na msanii wake, baadaye msanii wake akaamua kuondoka zake na ile series ikaishia njiani. Haya ni matatizo ambayo yanawakumba wasanii wengi wa hizi tasnia za filamu. Kwa hiyo Last Chance imeishia njiani ni kwa sababu tu daftari la script alikuwa nalo RK, na mpaka sasa hivi atakuwa nalo, anatembea nalo. Kwa Bosi Mchawi amebaki hana chochote, haelewi, hajui pa kuanzia na hajui pa kumalizia. Kwa hiyo ndugu mashabiki wa Last Chance, kutulie, labda kuna siku Bosi Mchawi anaweza akaamua kuja na kazi nyingine. Nimtie moyo kwamba asikate tamaa, channel yake ni kubwa na bado watu wanazidi kuangalia. Mpaka leo tukiangalia Last Chance imeisha kipande cha 8 na ina views 800,000. Manake mpaka mwezi uishe itaingiza views milioni 1. Manake bado watu wanafuatilia, bado watu wanaulizia kisa ni nini. Lakini kingine, Bosi Mchawi popote ulipo, bora ungejitokeza hadharani na kutueleza kisa ni nini, chanzo ni nini jamani. Mbona umeishia njiani na mlianza vizuri toka mwanzoni? Asante. Mimi ni Almasi hapa nchini JPTV, habari za kiwa. Subscribe, like na kushare.
Kama unakereketwa, comment hapo chini tutakujibu. Asante sana.